Sema amina. Sema amina. Wakati wanatoka, askari aliyelinda ile magereza akaona wametoka wengi, akauliza, jamani, akataka kuchanganyikiwa. Wakamwambia, wala usichanganyikiwe, wala usijidhuru, kwa sababu wafungwa wote tumetoka, tuko hapa. Akaogopa. Ile nguvu iliyofungua ile magereza ikamtisha. Akasema, jamani, sasa kwa namna hii nimeamini kwamba ipo nguvu nyingine iwezaye kuwaokoa wanadamu tofauti na vile nilivyokuwa naamini. Milango ya magereza yale makufuli yaliyokuwa yamewekwa yameachia yenyewe, ikajifungua yenyewe. Akasema, jamani, sasa mnielekeze nifanye nini na mimi nipate kuokoka. Wakamwambia, wewe mwamini Yesu nawe utaokoka pamoja na familia yako. Piga makofi kwa Mungu. Haleluya. Amen. Watu wa Mungu, haleluya. Amen. Waenda mbinguni, haleluya. Amen. Wanaonielewa peke yake, haleluya. Amen. Nisikie sauti ya wanaonielewa peke yake, haleluya. Amen. Wanaonielewa peke yake, haleluya. Amen. Kwa hiyo watu wa Mungu, sikiliza. Wokovu ni wa mtu binafsi. Kuokoka ni mtu binafsi. Kuokoka sio kwa ukoo, sio kwa familia, sio urithi. Watu wanarithi majumba, hawarithi wokovu. Vijana wengi wamekulia kwenye familia za watu waliokoka wa Kristo, lakini hawazingatii. Matokeo yake wamo mule kama kielelezo tu, wakisubiri kusherehekea Pasaka, wakisubiri kusherehekea Krismasi na sikukuu mbalimbali, lakini hawajaokoka, hawajazingatia. Na ndio maana wokovu ni wa mtu binafsi. Biblia inasema tutapataje kupona tusipojali? Maana yake ujali wewe. Acha lugha zile. Unajua dini ya wokovu sio ya kwetu. Sisi unajua tuna dini yetu ya baba na mama. Dini tuliozaliwa, nimezaliwa humo, nilibatizwa nikiwa mchanga, nikapokea kipaimara, nikapokea komunio nikiwa darasa la 4. Kwa hiyo mimi humo nisiwezi kutoka. Niyo dini yetu. Hizo dini za waliokoka ni za hao, hazituhusu sisi. Haiko hivyo. Haiko hivyo. Imani ya kimungu sio urithi. Na Mungu anapohukumu, hahukumu familia kwamba familia ya Mathayo, familia ya Yusufu, simama hapa ni wahukumu. Mungu anahukumu mtu mmoja mmoja. Ndiyo maana mtu mmoja mmoja anahitaji aamini kama yeye, halafu atubu yeye mwenyewe, ampokee Yesu moyoni mwake yeye mwenyewe, aishi maisha ya kujikana mwenyewe, aishi bila dhambi. Hata kama dhambi ina faida kwako, Mungu anahitaji aone unaiacha. Anasema Ezekieli, nisomee 18:20. Wokovu ni wa mtu binafsi, sio wa ukoo, sio wa familia. Biblia inasemaje? Biblia inasema, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenyewe haki itakuwa juu yake, na uovu wake utakuwa uovu utakuwa juu yake. Nitarudia, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen.
akasema roho itendayo dhambi. Wewe binti una roho yako, bibi yako ana roho yake, shangazi yako ana roho yake. Hata kama kuna mfadhili ana ufadhili kukusomesha, ana roho yake. Hakuna roho ya ukoo, hakuna roho ya familia. Ni mbinu zinazofanya watu watake kuishi bila wokovu. Ndio maana unapandiwa, unajua mimi, sisi ni wa familia fulani, sisi ni ukoo wetu. Binti fulani aliokoka, niliwaambia. Binti fulani akawa ameokoka. Ikifika jioni, yeye na Biblia kanisani. Ikifika jioni, yeye na Biblia kanisani. Sasa baba akamwona yule binti, naomba nisikilize. Kila wakati anakwenda kamuuliza mama fulani, niambie, huyu binti yetu kila jioni namuona na kitabu fulani, wala sijui ni kitabu gani. Mama akasema ni Biblia. Biblia ndio nini? Namuona kila siku anakwenda huko, anakwenda wapi? Akasema huyu anasema anakwenda kanisani. Akasema kanisani wapi? Anasema ameokoka. Anasema sasa nikutume, mwambie mwanangu, kwenye familia yangu hakuna wanaookoka, hakuna ukole katika familia yangu. Mwambie marufuku. Mimi nilivyo, mtaa wote wananijua na mtaa wote wananiheshimu, na heshima yangu yote nilionayo katika huu mtaa. Halafu wasikie kwamba kuna binti anatokea kwenye familia yangu ameokoka. Mwambie huyo binti marufuku, nisione tena kwamba anarudi kuitwa ameokoka kwenye makanisa ya walokole. Yule binti aliporudi akamwambia, mwanangu, baba yako amekataa kwamba sisi familia yetu sio ya walokole, sisi tuna dini yetu tuliozaliwa na sisi tumeikuta kwa baba zetu na ninyi tumewalea katika hiyo. Amesema marufuku habari za kwenda kwenye kuitwa umeokoka. Binti akajieleza, alikuwa mkubwa. Akasema, mama, naomba mwambie baba, hivi mimi mama, nilipokuwa nakwenda disco, mbona mama hamkunizuia? Nilikuwa nakwenda na kuja na wadanganya, nimelala kwa rafiki zangu, lakini nimelala huko kwa wanaume, lakini mbona hamkunizuia? Mama, mwambie baba. Sasa kwani kuokoka ni vibaya? Mwambie baba anisamee, aniache tu mimi niokoka. Alichomwambia akasema, hapana, familia yangu hairuhusiwi mtu kuokoka katika familia yangu. Sisi tuna dini. Nitaweka wapi sura yangu? Mimi katika dini yangu wananiheshimu. Mimi katika dini yetu mimi ninaheshimiwa na kubaliwa. Halafu wakisikia kwamba kwenye familia yangu ndiye ametokea eti wa kwenda kuokoka, hivi watanielewaje? Mwambie haiwezekani. Akamfikishia yule binti. Yule binti akaweka msimamo, na mimi na wokovu, mimi siwezi kuacha kuokoka moyo. Kesho yake kanisani aliporudi kakuta baba amechachamaa. Kamata, piga viboko bila kujali ni mtoto wa kike. Piga viboko mara kwenye mapacha, mara wapi nini. Piga kaviba, kaumia. Lakini ilipofika tena kesho yake, binti na uvimbe wote, akarudi tena kanisani. Watu wanamaliza, dada, mbona umevimba halafu unatembea vibaya? Nimeuma na nyuki. Anamfichia siri baba yake, nyuki zimeniuma, lakini mbona unatembea kama umevunjika? Nimeteguka. Anaingia kwenye ibada na malisi. Akirudi anakuta baba amechachamaa. Alikwenda tena ngoja. Akija anaongeza fimbo zingine, piga 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 piga. Para alipopiga
akipiga kulikuwa na majeraha, kwenye jeraha humo fimbo hizi damu zinavuja, zinazovuja na usaa zinavuja humo. Binti, usirudie tena. Siku inayofuata binti tena kanisani, anatembea, akifika mahali anakaa kwanza, anapumzika vidonda vile, akikuja hivi nilikuwa naona mkunde kama anafanya, anaamka, naona saa zinaenda kidogo, anaenda anafika kanisani, anakaa kanisani, akimaliza kusala anarudi nyumbani. Akifika nyumbani, baba tena anamwanzishia kipigo, umetoka tena, piga. Binti anasema akilala, yani hoi, Mungu umeteguka, mkono umeteguka, mavidonda, mara nini. Anakwenda kesho yake tena kanisani, anakwenda, anafika kanisani, wanamuuliza, dada kuna nini? Mchungaji akasema, naomba yule binti baada ya ibada tukonane. Maana unajua mtu kama ana maumivu ya moyo, tuliokuwa tunaongea ukijana, hata kwenye uso namuona, anamuita, mwanangu niambie, naona wewe umevimba vidonda, ulikuwaje? Ulianguka na pikipiki? Hapana. Ulikuwaje? Nilimtuma yule binti akuulize, ukamwambia yule mwana nyuki, lakini kila unavyokuja naona vidonda vipya. Inakuwaje? Nilimficha mimi, baba ananipiga, hataki nisali, hataki niokoke. Anamwambia, mwanangu sikiliza, wokovu ni uvumilivu, Mungu aliyekuokoa atakusaidia. Jambo hilo siwezi kusema kwamba uache au uendelee, lakini Yesu akutie nguvu aliyekuokoa. Basi binti akatoka kanisani. Siku mtoto yule binti akaenda kanisani. Ametoka kanisani, kakuta baba ameandaa mavijana yakamkamata, funga kamba nyuma huku, funga kwenye miguu, wakabeba, wakapeleka kwenye mtumbwi karibu na bahari. Mtumbwi ule wakasukuma, wakaingiza kwenye maji. Mtoto analia, baba nisamee, baba wewe utaacha urokole, baba nisamee, baba wokovu Mungu anatusaidia, tunisamee baba. Piga weka kwenye mtumbwi, wakawasha mtumbwi, wakaenda mpaka katikati kwenye kina kirefu baharini. Walipofika pale, yale mavijana yakakamata 1, 2, 3, wanatupa majini ili azame, aliwe na samaki au kitoweo, mamba kule na nini. 1, 2, 3, wakatupa majini. Alipodondoka majini mule, Mungu akamsaidia, hakuzama, akawa naelea juu. Wao wakageuza, wakarudi, akabaki pale katikati, anaelea, yuko hivi, analia, baba na mama wakiniacha, sitarudi, msalaba mbele, mauti nyuma, msalaba mbele, mauti nyuma, sitarudi. Binti ameshaamua, kama ninakufa acha nife, niende nikaurithi uzima wa milele. Akajua ninakufa kweli, lakini ninakufa nikaurithi uzima wa milele. Pale majini hakuzama, akawa yuko angani, kama ambaye yuko kwenye nini, ili mnaitwa nini, kama ambaye yuko kwenye bodi. Yesu amemtengenezea bodi mchini. Wavuvi wako wanakuwa samaki, wakatazama, nini yule binadamu au jini? Binadamu au jini? Wakasogea tena, binadamu au kuna nini hapa katikati ya bahari? Kuna nini? Ni jini, ni binadamu? Wakasogea, akasikia moyoni, akasema, mimi sio jini, ni binadamu.
wewe umekuja kufanya nini huku? Wewe utakuwa ni jini unatudanganya. Hamna, mimi ni binadamu baba. Ndiye amekuja wakanitupa huku. Munisaidie tu. Wakasogeza ule mtumbwi. Wakamwangalia, wakamkamata, wakavuta, wakaweka kwenye mtumbwi, wakarudi ufukweni, wakamshusha, wakamkatakatazia kamba. Yule binti akatoka pale, akaenda nyumbani, akafika, walikuwa hawajalala, akagonga hodi, wakafungua kuangalia wote. Ni wewe? Ni mimi. Baba akaangalia, ni nani? Ni fulani. Ni chini ya baba, ni mimi, yule Yesu aliyeniokoa ameniponya. Wakashangaa, nyumba yote waliokoka. Nyumba yote waliokoka. Kwa hiyo ukiokoka Yesu hakuachi. Hata katika mateso Yesu anasimama na wewe. Biblia inasema wakikuchimbia mashimo Yesu anayafukia. Wakikutega mitego, hiyo mitego Yesu anaitegua. Inawanasa wenyewe. Piga makofi kwa Mungu aliye hai. Biblia inasema roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Kazi ya Yesu ni kutuondolea dhambi. Akituondolea dhambi, tuishi maisha bila kutenda dhambi. Anatupa na roho aitwaye Mtakatifu atusaidie maisha ya utakatifu. Anasema Ezekiel, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hatachukua wokovu wa baba, Hata kama baba anakupa viroba.